teka yeyo kwa nguvu za Mungu. Kwa maisha ya Nuhu baada ya Zurua. Kwa maisha ya Nuhu baada ya kuwa mkulima. Kwa maisha ya Nuhu sambo kamdua Hamu na kuendelea usoni. Nikitanguzi kuiombe usiza kuendelea. Mungu jao karibu wanaswi zipenue kwehu kweze kuimuka na ugije matsoro yako. Kwa haya tena mwa Kristo usikie. Amen. Tuchadabu dhango ya kenda kiliku cha 18 kiena hivi. Hawa na Hamu wayawiyeo na umde safinani yawa ni Shem, Hamu na Yafet. Hamu ya bajo Kanaani. Uju vyejo hawa na oha kwa Nuhu jejo tukiza na kuhanda ya lumengu tuzima kawi. Nuhu ewa mtu wa kuima na ndiye mwanadamu jodura adaviye kuima mponde ya mizabibu. Siku moja Nuhu kana mvinyo ya mizabibu na karuma. Epo ruma kazivuya hizi nguoze umde muhema ni mwakwe na katambara vivi na sinzizi umuhwa. Doba Hamu baba jwe Kanaani epo na kwa baba bajwe ka vivi kaya wanze kindaka wambia hawa nduguzwe wowi. Makisa Shem na Yafet wahuwa lota wadipaza vitoroni mwao wenda na nyuma wanjomde hemani na wadifinikiza baju wao huku wakiwa kwamba wakuira dhaka ili wasemona vivi. Nuhu epo ya muka na akizaki mwenye hivya Hamu haende hivyo kamba Kanaani ni sakumudua anawa muhumwa jowa humwa kwa nduguzo. Nuhu ongeza kamba Bwana Mungu jwa Shemu na Shadwe. Kanaani anawa muhumwa jwa Shemu na Mungu na kikuze kieti cha Yafeti yuvye jwa Yafeti na juze jukaye pamoja na yuvye jwa Shemu na Kanaani anawa muhumwa jwa Yafeti. Baada hii zurua Nuhu kaishi miaka ingine magana mahahu na miongo mitano na kafwa akiwa na miaka magana kenda na miongo mitano. Katika hadithi hii kwa kumiwa Nuhu na kiliku cha 18 kadema kueleza wana wa Nuhu kwa nao ambao ni Shem, Hamu na Yafeti. Kisa kadzaka nene ya kuhusu muntu yungine ambaye kwamba ndio buwa dura kuhadzwa kamhadza Hamu, kamhadza Kanaani ambaye wali mwana jwa Hamu. Mbona kamhadza Kanaani na hovia tenguzi kiliku cha miongo miwili cheleza kwamba Nuhu baada ya kuyaunda safinani kadzaka wa mkuima na kaima zabibu na epo ima zabibu kajiongweza kwenga tembo. Mtu mmoja kadzaka amba saya Nuhu epo safinani kamba kama dhabahu na Mungu katongana Nuhu wale madhabahu kamvodhia Nuhu. Nuhu akiwa na hapo kienda kaima konde na shatani katongana Nuhu mude kondeni na kamlevya Nuhu apade mbokoni. Mungu katongana Nuhu pade madhabahuni na kamvodhia. Shatani katongana Nuhu kude kondeni na kamlevya mude mbokoni. Nuhu epo ima kajiongweza kwenga tembo na kaelekanya mvinyo ya zabibu. Ni mwedha dura kwehu katika masoro madheru kusoma juu ya kwengwa kwa tembo. Na hii hachini kwamba ni manya kuna faro zingine ulimwenguni zinakuja zikakana kabisa kwamba hama nabii wa Mungu wala nabisi. Lakini ukikana hayo kwa kuwasaidiani. Urembo wa historia inakueleza mema ya muntu ahendeyo na matsoa ahendeyo. Maana mbo Biblia ni chuo cha historia cheleza
mema yonse ya watu wa Mungu wahendeyo, cheleza na manyongeo yokuwa nayo, cheleza na matsoa wahendeyo. Hiyo ni historia. Kona historia ye imani yako inakuyongweza kueleza hame mabasi ya watu wa Mungu, kisa ikakana kwa mantu hakwena nabise. Hiyo si historia wala si Mungu kune nani, ni tsuwe ya wanadamu. Maana yakwe hade manabii wa Mungu kwa ni wanadamu zaswi na si miungu. Kumanya kwamba nabii ambe kaza na hakwena nabise mesha ni mwakwe ni Yesu Kristo heketu. Nuhu kahenda matsowa hapa sambo kenga tembo. Epo kwenga tembo katambara vivi. Hii tembo wano yejo dimpoka hizi akili za kutara urembo na Nuhu kavuya nguo katambara vivi. Hii tembo dimpatia akili, ipumzishia akili, dimuyavya na adabu nyema kwamba Nuhu akaa vivi. Na humwa nawe jua kahikahi epo nje muhema ya bajwe kamona Nuhu katambara kavivi. Epo nukana hapo kenda kaambia nduguzwe. Kuna uwezekano wa kwamba kaambia nduguzwe kwa njia ya kumbala ya abajwe. Kakuwa na hile na abajwe. Kenda kamona abajwe kavivi. Na pangine namna mbo kenda kaambia hawa nduguzwe iwa namna ya kumbalifa abajwe. Shem na Yafet ndio ambao wazua huwa vazi watipatika mvituroni naenda wamfunikiza abajwe wao ili wasemuona vivi. Wandugu zangu ni dinasi hukude kutaona, dinasi hukuona, diani kwamba ujwa kuhendaje ukisakuona aibu ya abajwe. Kuna baadhi yao ambao bako wema sana wakuchaya vyazi wehu na kuambia vile vyonse, na hizi aibu zao hama nyonge yao hukayaya vya kwa watu kwa njia isiyofaa. Wandugu zangu ni kwa kujihwaia ni lana. Chima cha miaka yo kwendani ndio chima cha adabu nyema izivyo kwa arani. Hada mpaka mna wavyazi namna mwiyo na hoya vyazi wenu yategemea sama Mungu anamvodhi ati. Fine, baba jua na matsowa. Amatsowa abajo kuyahendaje, kuyaneneaje. Hawa na wai sasa mbi wakutura ni hila kwa vyazi wao, na kutura hila kwao wakujihwaia ni kabu na duo maisha ni mwao. Sayanu huwa jua kiamuka dikizadi kimbuarekeli tembo kadzaka imuswa kwamba hawa anayohenda kintuga hamu kadzaka muona kavivi na hatuwa kwa yeo na vye na hivi wanduguzwe waende hivyo. Na Nuhu katamuka. Wandugu zangu ni matamshi ya vyazi yanakuzaka wana uzio sana katika maisha yetu. Kona abajoka kudua basi kuwezi kuwa na maisha mema ya kesho na Mungu. Hii hachini kwamba matamshi ya baba, matamshi ya mama, tekea ya mvyazi, ngoro ya mvyazi inakuzeka wa ikaiha mvoni ambu ikaiha duo katika maisha ya wana wao na vyazi vyao. Sayanu huwa jua kiamuka. Sayanu ambu kubati tebodi mbuarika yamba manyavi hamwa hende hivyo kana bakudu wa Nuhu. Lakini kidiku cha 15 kakumudua Hamu ambe kamuona vivi, kamudua Kanaani ambe kazohade dura pade kidiku cha 18 kwamba Hamu abajwe Kanaani. Mbona Nuhu kakumudua Hamu moja kwa moja, mbona kamudua Kanaani kuwa mzukuwe? Na umanya kwamba wavyaziwa na kuzaka wana matsako makali kwa wajukuu wao. Ni kwa zamboga Nuhu kakumudua Hamu kamudua Kanaani. Kuna uwezekano kwamba
saya hamu ambao kenda kamuona Nuhu akiwa vivi pangine ewa ndiye na Kanaani jwakwe na pangine hato ya Kanaani aho yeo iwa ninkalikuliko hato ya bajo ende aho yeo. Ndio maana saya Nuhu atamkieo kada kumudu wa Kanaani mwana jwa hamu na kamba Kanaani anawa muhumwa jo wahumwa kwa nduguzwe. Unakuja kwa matokeo ya Kanaani sasa mbi. Maana ukienda hapo usoni huyu Kanaani kavya wana 10 na wahahu ambao enda wakaide nsi ambao sema yalikuwa nsi ya Israel ambao yalikuwa the promised land, the land of Canaan, ndio ambao enda kaudo hukuda mataifa 10 na mahahu ambao kwamba tabia zao na ibada zao zoa ni ibada chafu za ukatili. Na ndio maana Mungu kamba Israeli kinja si ya Kanaani hade mataifa wayakuye yonsi maana kwa mataifa mazuka ni kwa zamboga hide duoja ham diza kwa Kanaani na dishuka kwa hawa na wa Kanaani wana 10 na wahahu ambao kwamba wavya makabila 10 na mahahu ambao ya kansi ya Kanaani. Waisraeli hoja si ya Kanaani washindwa kuyakuya hadi mataifa 10 na mahahu wengine wawakuya wengine wakanao na wawamui wate kameshe wa Israeli kwa zamboga yewa ni makabila 10 na mahahu ambao kwamba bibijwa au ewa kwamba kadujwa Kanaani kadujwa Hamu kadujwa na Nuhu kalalava mvoni kwa Shemu na Yafeti na akiamba kwamba yuvyazijwa Yafeti juzaka na yuvyejwa Shemu. Ni kwa sababu ni kwa sababu ya kwamba Shemu ndiambe kataka vya vieti vya Kiyahudi, Yafeti kataka vya vieti vya nchi za ngambo ambao kwamba sa Yesu adzieo hawaya hudwepo mdziza hade wa Yunani wapokea hii injili ikizaida pa kwa makabila ya kizungu na kiimani hade wazungu ambao waza wapokea Kristo ndio ambao wazoe injili katika nchi ya Afrika. Kwa hiyo kiimani yuvyejwa Yafeti juka pamoja na yuvyejwa Shemu wanashadu duo jahamu dingora muno kwa Kanaani, lakini duo ja Kanaani litadionekana wazi katika mataifa 10 na mahahu ya Kikanaani. Kwani duo ni kitu gani? Duo ni matamshi ambao mtu na mamlaka anakuza akayavya ya kutakia mazuka kwa watu wensi yako. Duo sasa mtu hawezi kunena babaka hawezi kunena duo, lakini hide hali ya sungu na mojoni na mojoni mwakwe saine pake nda akafwa nayo kwa zamboja mazuka ya wanawe wahendeo kwakwe yanakuza yakaita maafa kwa hawade wana mvezi anaweza kuta yanena ila kwa zambo mojoni mwakwe vya kukungulikani tavezi kuwa uvyema kwa hade wana mvezi anaweza kunyama ila kwa kwambaka hikapu ya mitozi kwa kwambaka sikia chungu kwa kwambaka sikia aibu kajaika tavezi kuoya urembo hade wana. Kuna maduo gara duo ya dura ni duo ya kumtoya Mungu we kumanya Mungu urembo, lakini matamshi yana kutoka tamka kuhusu Mungu juu ya Mungu na kazie juu ya Mungu na changaniko yakwe inakuzeka wa ni aibu kwa Mungu na Mungu ananyama kanene ela hama tokewe ile matamshi yako ambayo kuzoka nena kuhusu huyu Mungu asiyeonekana, kuhusu huyu Mungu Baba Yesu Kristo, kuhusu huyu Mungu ambaye kwamba kanisa jako dizadi tokea
na kuhusu saini kuhusu wahumisi wa Mungu yanakuehea dina maisha ni mwako. Na za hivyo kuonani maduo yangine hata wakoto hezi kuonekana muno yanakuzake onekana katika maisha ya wanao na wajukuu. Na ndio maana nyumba zingine twakewa jare ni kwa zamboga kasi kukude sinani bibijwao kamtoya Mungu kwa njia nzuka. Wadisi ambao nzani sikia ngao kwikenda konferansa mzini ngao miaka mingi ichi yeo na watu wekila cha mpunga kwa bawa geni wakijwa na sowejo na fegwa vitu. Mtu mmoja kamba mimi si mpunga na kwani nao na uguke moho. Na hapa de munkajibu hikide chiha kasi wana mpunga duga na kateko hivyo kwa Tanganyika hiki kichi hagija moho. Kuna aina ambayo taendeke hiyo saa, lakini matokeo yake yanakuzaka hendeka miaka mingi baadaye. Kwa sababu ga kwena viwi juu ya Mungu, kwena viwi juu ya Tanganyika ya Mungu, kwena viwi juu ya humisi wa Mungu. Duoja pii ni duoja kutoya wavyasi. We unamvyasi ambaye kuhangaikia kazi nyima yakwe kenda vivi, na saa zingine wake wasiokuwa na wayume wanakuzwa kaenda ubari ili nanga apate pesa mwanae apate kusoma. Lakini wewe yokisa kupata chako tude vyazamba kusoma sana tsungu akenda ambaye aiwe bila kutakaje mwenye kagala kitani chako hadi ona mwambia anasikia kuhapika humvya zui kuzoea ni yeo ude ambeko mpaka zinyima yakwe kenda vivi ili wewe upate kupata. Lakini yeo pa kumwendea ude mvyazi asikiera mojoni mwakwe kwa kumwehea ni tsungu na aibu. Unamtoga na hivi, unamchafua na hivi de ude mvyazi kanikane ne kintu ananyama ela ukude kunyama kwakwe taukuwe wewe mema. Na ndio maana maisha kunza kuhangaika, unagija hiki de unaenda hivi unaenda hivi de na kufanikijwe ni kwa zamboga udujwa ni babajo na mamajo. Duoja pii ni duoja kutoya vyasi kona maisha utakwendeyani ziuze kwamba uhusiano wako na babajo na mamajo wiwaje. Duoja hao ndoja kuwaria watu wa Mungu. Na ina tabia na henda kazi wa Mungu wenzangu. Sisi watikisa, sisi wazi ya Tanganyika. Viongozi wanakuja Mungu. Watu wa Mungu awa kwa kuwayongoanize. Kuna kutoka enda mambo ambu kuambia mambo ambayo yanakoroga hizi faroza. Wengine yeo toende chuoni kwa sababu ya mambo yako waendeo. Wengine yeo tuwateki hata kusikia kuhusu Mungu kwa zamoja virango vyako wangizi hivyo. Wengine yeo tuwazi kwamba waendeze kwa zamoja mambo yako waendeo. Na vise ya kuwari ya watu wa Mungu wananyama ela himyo yote inagea na kwa hatua yako waendeo za kuwari ya watu wa Mungu. Unashuhudia sana, unasumuia sana, lakini hizi roho za watu wa Mungu zara na zingine zinjia Jehannam kwa kwamba wewe kuwaria hama yongozo uwayongweze yeo taya kuwafika Munguni. Zani kisoma kitabu cha mtuku ambaye anaitwa Polycarp ambaye ni Bishop Tasmana kataka tongana mtobe kitana mtikisa ameme yongwezo yakwe yewanza kuwari ya watu wa Mungu. Yule mtindi Masion akitonga na Polycarp kama Polycarp kuumanya swiswi Polycarp kama moyo waka amba ni kumanya zamana hangafa tu ibilisi. Polycarp kakuwa na vyo vya kupembeleza kamanya zamana hangafa tu ibilisi kamanya kwamba
na kwari watu wa Mungu si mwanajua Mungu. Mwanajua Mungu anaongo watu Mungu. Na pengine kunisikia na kunioa. Mungu kesa kwa nawe sana. Pengine kusa kujua hapa fika muambera. Na hadi uoneo ukude muambera. Yonzo kulekanya wewe. Kisa kuza kuona. Ela yeo hii ni kwambiani kukana ukude wiko poa. Hamesha yako nzaku na Mungu kakudua kwamba kuwaria watu wa Mungu. Aina ya neadu ni duo ya kutsatunza mukazio upekejwe ni Mungu, mumeo upekejwe ni Mungu, na wana upekejwe ni Mungu. Ado Mungu kuvodya kutsaka muyume Mungu kapomwe ele yakumtenga ntengani yonse akuhendea ela kutura duda kumtungia nsuwe kumvaravara pangine kamojo pangine kafa na sapa na kufwani tamukulekanya kila nakabo pangine kamojo laika hali kutaka mge pegwa muke ela wakutunza mkazio anaye ananza anaye kisu ya mira anaye anasikitiko kademo kano ikashindwa kukumtunza hawa nao yeo wanakaza machokora wanayamkata kuja kitu wanaye ananza wagala kujaijo basi ni wayume kwa sababu ga kuyo mangopatie wana na mkupa wana lakini yeo mwanao hawa nao wa ukaani za wana sio kwa na baba wala mama. Mwenzao kunisikia kona hayo ndio maisha kuishi ni yeo ya kuta tunza mkazio ya kuta mjali mumeo ya kuta watunza wanao uvya iyo wewe si kwambie nsuwe kudujua ni Mungu. Duo jatano ni duo ya kuta wana usiona Mungu. Kumanya Mungu za hivyo ni Mungu mveru kisa ni Mungu mnaso na Mungu mtei na kumanyevi kwa Mungu kavya njia moja ya muponyo lakini wewe na Mungu tamuhusiano kona ukuwa na uhusiano na Mungu yewe ipo mojo kuzo na uhusiano keso kisa kufa ambuku hoteli paka saa ujofu ambe Mungu ruhu yakwe weke patu ya peponi puzi mtupu ni mayombe watombo watura imani kuzote watu wa kuyombe ati Mungu akulaze panto pema kwa Mungu takuvintanda kwa Mungu na viti. Sasa kona kuhusiana na Mungu yeo kuzihania duo kwa Mungu ukitoa na uhusiano na Mungu yeo mojo kuwezi kwa na uhusiano na keso kisa kufa kuzihania duo hapa hujiongeza kwamba Nuhu kamudua Hamu na haswa kamudua Kanaani kwa mjukuu. Sizi kwamba yeo unamvo ni nyenga kuya kwa Mungu. Uhusiano wako na wazazi wako uwaje? Uhusiano wako na mumeo, uhusiano wako na mkazio, uhusiano wako na wanao. Muntu avodhajwe ni Mungu anoamvoni kwa watu wengine. Anoamvoni kwa doa finaye, anoamvoni kwa Mungu jwako. Nikitakayo turumia hapa. Kisa keso na muhondo huza yowa sasa kwamba maisha yavyo ya wanoanuhu ye wazi na Mungu na mfu.